Mwana mpotevu huyo. Mbona mimi sijapotea alafu unaniita jina kama hilo? Sikuoni mtaani. Mimi mbona nipo endo uonekane. Habari za siku? Salama tu, za wewe? Nzuri. Za kupotea? Mimi bana hata sijapotea, labda wewe ndio umepotea uonekane. Wewe mara yako ya mwisho kuniona mimi ni kama wiki 2 zimepita sasa tujaonana. Sasa kama wiki 2 zimepita tujaonana? Amna, mimi nipo ila wewe ndio uonekane. Basi tuachane na hayo. Leo ni kama bahati sana kuonana na wewe. Japokuwa huwa na vitu vingi sana vya kuzungumza na wewe, ila huwa sipati muda wa kuzungumza na wewe. Sasa leo naona kama vile imekuwa bahati vile. Au hujafurahi kuonana na mimi? Amna, sio kwamba sijafurahi, hata na mimi nimefurahi kuonana na wewe. Na sasa hivi unaelekea wapi labda? Naelekea kwa baba mdogo, nimeagizwa na mama. Lini labda unaweza ukawa free? Kwa sababu na vitu nahitaji nikwambie. Kuna vitu nahitaji kuzungumza. Labda kesho kutwa hivi ndio naweza nikawa free jioni. Vipi, mbona hivyo sasa? Nilikuwa najaribu kufikiria hapa hiyo siku, kwa sababu naona kama vile hiyo siku itakuwa kama vile na kwangu ina mambo mengi sana. Utakuwa busy? Yeah, itakuwa busy. Ila nitatenga muda. Muda gani sasa? Hapo fanya kama kwenye saa 10. Saa 10 au saa 11? Sawa. Sasa sijajua kwamba tutanania wapi. Si ndio useme? Ila mimi nilikuwa napenda kama utojali, lakini ungekuja nyumbani. Nyumbani tena? Mimi nimehisi labda kuna kitu unakiwaza baada ya mimi kuambia kwamba utakuja nyumbani. Amna, hata mimi siwazi chochote, lakini shida yenu nyie vijana mwelewekaji. Mimi sio kama unaowafikiria. Sawa, kuwa na imani na mimi. Hakuna chochote kibaya kitakachotokea, wala hakuna kibaya nitakachokufanyia. Basi sawa, nitakuja. Basi sawa. Ila iwe hivyo kama ulivyosema. Na mimi nitafurahi sana. Basi sawa, mimi nitakuja ukijana. Haya. Mimi sina mengi zaidi ya kuzungumza. Kwa hiyo naweza nitakuacha. Asubuhi njema sasa. Sawa, na kwako pia. Mimi naenda. Haya, sawa. Kama wewe mtoto unampenda, niko tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Odi wenyewe. Zebedayo. Zebe. Vipi? Mbona lala sana jamaa wangu? Sasa niende wapi mwanao, mchana jua kali hivi? Karibu ndani. Pita basi. Jua linakuja. Karibu tu mwanao. Hii kuisheni mbona kama vile naona umeanza mambo yako sasa. Na hii nyumba ya urithi. Habari za hapa bana? Nzuri. Vipi shemeji yuko wapi? Kwa kweli huo na mambo ya ajabu. Hivi kweli mademu wa siku hizi ni wakuwazia kwamba shemeji yuko wapi kweli? Kwa hiyo maanisha kwamba na yeye tayari imeshaachana. Au ndo tuseme kwamba ni ndoa za nini vile wanaita? Wanaita ndoa ya nini ile? Huko Marekani kuna sasa hivi kuna system fulani hivi ya ndoa. Sasa juu ndo hiyo ambayo ndo na nyie mlionayo hiyo ndoa hiyo.
Huyu sasa amekuwa ni demu wa 3 anaondoka. Ndugu yangu, kama uwezi kuoa si uache ni bora ukae tu kama mimi aje, usikuwa na mambo mengi Unajua, usilolijua ni usiku wa giza, kwa sababu ukianza kuangalia unaohesabu kwamba mke hivi, mwanamke anaweza kaja akaa wiki moja hapo na kuondoka, alafu naona dai kwamba umeoa. Ndio maana nakwambia kwamba hao ni mademu. Demu wa siku hizo sio kama eti shemeji vipi, yaani ni leo kesho anaondoka, yaani achilia na ndio itafuta Marekani. Hawa sasa wako kama mvua, yaani wana msimu. Nikiona tena na mvua zenyewe sio za masika, zile za mwishoni kupata kiangazi. Yale tunamaanisha mvua za rasharasha. Ewa. Ila nimegundua kitu kimoja. Kumbe bana, nyumba ni mwanamke. Yaani kile kipindi nilichokuwa ninakuja hapa nikikuta kochi zilizokuwa zimepambwa vizuri, vitambaa, leo viko wapi? Anyway, tuachane na hayo. Sababu ni maisha ya watu. Mimi hayanihusu. Vipi? Yule mzee kaniambia jioni niende nikaangalie mtumba. Hii jioni ya leo ama jioni ya kesho? Sijakuelewa, umesema tu jioni. Sijajua ni jioni ya leo ama leo. Wewe shida yako ni moja. Mtu anakuta bado hajamaliza mazungumzo, wewe umeshamuingilia kuzungumza. Ni jioni ya leo. Kwa hiyo huu mguu ukishatoka kwako hapa ndipo ninapoelekea. Hapo ndo tunakosana. Ninapokuambia ongea kitu kilichonyooka, au unaanza kuniambia, sema unaponiambia nimekuingilia, sema nimekukatisha wakati unaongea. Sio kama nimekuingilia, usirudie rafiki yangu. Tutakosana. Wewe unaniambia kwamba nimekukatisha maneno kwa nimekuingilia. Wewe unataka mimi nifungwe? Usinipe tabia mbaya. Kwa hiyo tunachofuata tudili na kazi. Ila wewe makini katika uongeaji. Yaani wewe ni taira kama taira. Yaani wewe taira kama taira wengine. Tayajenga. Naona nitukana ukiwa kwangu. Uonekana unanimdu sana. Sema tutawasiliana, sio tutawajenga. Unajua wewe na Mungu wako. Haya nihusu mimi. Huo ni ujinga wako na upumbavu wako. Haya bana, jifunze kuongea Kiswahili. Ila bana, usisahau kunipa mrejesho. Kulikoni mume wangu? Ndugu yangu, wewe unakuja vizuri, watu wengine tuna mawazo. Yaani umenitoa mbali sana, nilikuwa mbali. Mawazo gani? Mbona umetoka hapa ulikuwa na flat na unarudi sasa hivi? Nimepigiwa simu. Mamangu alikuwa shamba. Ghafla ameanguka, akazimia. Mungu wangu. Alikuwa anaumwa nini? Yaani ameenda akiwa mzima kabisa, hana hata tatizo. Sijui shida ni nini. Mpaka sasa tunavyoongea hivi, yuko hospitalini. Kwa sasa anaendeleaje? Bana, sijui chochote. Mimi mwenyewe nimepigiwa simu, nimeambiwa niende. Ndio maana umeniona nimefika hapa, nataka kujiandaa kwenda. Umeona? Kwa ndo kama hivyo. Sasa mume wangu, kwa nini safari tusifanye kesho? Maana hapa ukiangalia ndani hamna kila kitu. Kwa hiyo msingi tungefuatilia ile hela kwa yule mzee John pale, atupatie ili iweze kupata kwa ajili ya nauli kesho kuweza kuendea. Kwa maana sasa hivi ndani hamna chochote kitu. Utaendaje?
Hilo nalo wazo, hilo nalo ni wazo. Basi sawa. Okay, sawa mume wangu, ila pole kwa hilo. Wacha niende ndani kakuchukulia chochote kitu upate chakula. Mama naye alikuwa na tatizo gani? Kimemkuta nini? Ulinicheka nikakaa kimya, moyo ulijua kabla sijajua, meno matamu, mkono baridi, kwenye macho yako kulikuwa siri. Nilikupa jina nikakupa nafasi, wewe ukabeba ukaenda mbali. Nimerudi kwa chakula. Asante, yani hata sijisikii kula kabisa mke wangu. Hata hamu sina. Samahani kwa hilo. Kwa sababu mume wangu hapa nikuandalia nini? Maana nikuletea chakula ujisikii kula. Nisaidie maji ya kunywa. Juisi au chochote kitu uweze kutumia. Nisaidie maji ya kunywa. Hiyo juisi unakunywa wewe? Nimekwambia niletee maji ya kunywa. Mume wangu, kwa mfano unavyosema utaki kula. Hata mama ndo atapona sasa hivi. Singejikaza tu ukapata hata nguvu za kwenda msibani. Leta maji ya kunywa. Unanibembelezaje wewe bana? Basi. Mamangu waga anibembeleze. Wewe ndo unibembeleze. Basi hapa mama. Unapo hivyo maji mabaya ya majarubani ya bombani. Tunachotaga hapa kuna hicho kisima cha huyo mzee John hapa. Kwa hiyo umeasahau. Fanya hivi. Onde. Hayo maji yanalaza. Mungu wa maji ana shida gani? Mbona maji ndio tunakunywa kila siku ndani? Peleka ndani. Wanaume wengine shida bora kuja kunywa. Mwanamke nikaona la mama kwenye maneno yako, nilijaribu tena nikashika moyo. Wimbila usaliti, wimbila usaliti. Nakupata vipi? Kwa maana kwa sasa hivi haitawezekana kuonana muda huu, kwa maana nipo naenda kazini. Kwa labda tufanye tu kesho, au kama nikiwahi kurudi nitakupigia simu kama nikishatokako, ili kusudi tuonane ikiwa inawezekana. Lakini haya basi, poa. Haya baadaye, ila hiyo hakika. Sawa. Shwari. Naona una ndugu yangu, ndio hivyo, sipobembelezwa nadhani vitu vingine unajua vilimo. Mambo utavitoa shambani. Kwani hivi nyinyi mliooa mmeoa nini sasa? Kwa sababu mtu una mke ndani alafu bado unachepuka tena nje. Sijui ndo kuchepuka, sijui ndo kufanyaje mnaita nyinyi. Hoja na sio wewe tu, yaani waona wengi sana mliooa lakini bado mna matamanio ya nje. Nikuulize swali. Uliza. Unaweza kanijibu? Hivi kwa mfano, hebu simama kidogo. Wewe una milioni 1. Unatembea barabarani. Umeipata shilingi 5,000 njiani. Unaiokota au huiokoti? Sasa hapo nimeokota, ni kitu cha njiani. Umeona? Na mimi hapo nataka nikuulize swali. Haujanijibu. Nimesha kujibu. Unaokota. Na mimi nataka nikuulize swali. Hiyo 5,000 ambayo unakuta umeipata njiani, je, unaifuata au inakufuata yenyewe?
hiyo milioni ya kwanza nina maana nimeacha nyumbani. 5,000 nimekutana nayo njiani, ni sawa sawa na mwanamke. Niko safarini kwangu natembea, nimemwona ndiye 5,000. Kwa hiyo wewe maana yako ni ipi? Kwa hiyo maana yako ni kwamba wewe unachotaka ukimaanisha ni kwamba yani kwamba unataka kumaanisha kwamba yule mwanamke aliyopo nyumbani ndio ni sawasawa na hichi nyingine milioni moja. Ewa. Alafu hii 5,000 ndo huyo wa nje. Kama ulikuwepo vile ni kwa sababu hatoweza kuyamaliza majukumu ninayoyahitaji yote. Ina maana milioni inaweza kunitatulia shida zangu nyingi. Ile 5,000 ni kama kwenda kununua nyanya na vitunguu. Imeisha pengine na periodi matumizi. Naomba nikukatishe na nikuulize na swali hapo hapo. Hivi kuna matumizi gani makubwa ya mwanamke wa nyumbani ambayo inafikia stage mpaka unaona kama vile kwamba wewe kwako una matumizi, yani matumizi yako wewe yamekuwa makubwa sana kwake kiasi kwamba hadi anapelea, unaona? Na wakati wanawake wote matumizi ni yale yale, yani yote ni yale yale, unaona? Ngoja mimi nikwambie kitu. Wewe leo unatoka unaenda kutongoza nje, kumbuka muda huo umemwacha mwanamke nyumbani. Je, yule mwanamke na huyu wote ni wanawake. Je, huyu hana kipi kizuri zaidi kinachokupelekea mpaka hadi unaenda kumtongoza anachomzidi yule wa nyumbani, unaona? Basi kama ndio hivyo, na yeye yule aliyoko kule mchukue basi umlete pale ili kusudi amsaidie majukumu. Kama ni majukumu ni makubwa, unaona? Wewe una mtindio wa ubongo alafu ni mgumu kuelewa, kwa sababu nimekwambia mwanamke niliye naye nyumbani ni sawasawa na milioni moja. Ina maana ana thamani kubwa sana. Huyu niliyekutana naye njiani ni 5,000 kaka. 5,000 sasa hivi ni sawasawa na shilingi 500 tu. Ukienda nayo hata sokoni haiwezi kizi mahitaji yote. Kama haiwezi hata kununua nusu ya nyama tu haiwezi. Ina maana ni ndogo, ndio maana kama yani ni haraka. Pengine tena ni pale tu ulipoingia tu useme kwa ile matamanio ya ule muda. Kwa hiyo hakuna tena lingine, ila yule wa nyumbani ana thamani kubwa sana. Tena sana ambayo huwezi kumfananisha na mwanamke yote unayekutana naye barabarani. Ya mama. Yesu ana kazi sana ya kukomboa. Yaani kwa hii kazi angekuwa amepewa mwanadamu hii kazi ya kukomboa, au ningekuwa nimepewa mimi, yaani wanaume wa ovyo kama nyinyi wote. Nilikuwa karibu lakini mbali, nikaona la mama kwenye maneno yako. Nilijaribu tena nikashika moyo lakini